Bwana kwa kuwa ameniona, nitaimba nitamwimbia Bwana. Haleluya, kwa kuwa ameniona, ameniona. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Bwana anaendelea kutuona mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Muujiza kweli kweli. Hebu tupe pambio nyingine hapa. Haleluya. Japokuwa hatuna wapigaji na nini. Haleluya. Simba wa Yuda ananguruma. Muda naona umekwenda sana. Samahani, nilijisahau. Mimi zimenibariki sana pambio zilikuwa endelea hapa. Kumbe tayari muda umekwenda sana. Haleluya. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Tukae mbele za Bwana. Ni kiu yangu ndani ya hii huduma, kila huduma ya mtu ifanye kazi. Haleluya. Najua ndani ya kanisa kuna vipawa mbalimbali ambavyo Mungu ameviachilia. Tumekuwa kwenye wiki la Pasaka na leo ni Jumatatu ya Pasaka tunaposherehekea juu ya kufufuka kwa Yesu. Lazima tuelewe kwa nini Yesu alikufa, kwa nini Yesu amefufuka. Bwana asifiwe. Na je, kufufuka kwa Yesu inatosha tu? Tuanze tu kusema amefufuka, amefufuka kweli kweli? Haitoshi. Bwana asifiwe. Jana nikawa nasema, nilikuwa nafikiria si ingekuwa na mvuto zaidi Yesu baada ya kufufuka, wale walinzi kulala chali pale, angesema jamani, aende pale Yerusalemu, tena unaenda pale pale Golgotha, oya wote mliosema asulubie, njoo nimetoka. Hiyo singekuwa na kiki kubwa zaidi? Atangaze pale. Mimi naona kina Petro akasema yes, wataipata. Azunguke pale, halafu ambie sasa naonyesha mkutano wa mwisho. Halafu liitwe si mikutano yake ilikuwa inafika mpaka watu 5,000. Halafu aitishe mkutano mmoja, gawa mikate bure hapa, naongezea na soda hapa. Halafu ghafla anaanza kuondoka taratibu akienda juu. Hiyo singekuwa na kiki kubwa sana Lakini kama jinsi Pilato alivyomuuliza, wewe ni mfalme? Akamwambia, ufalme wangu sio wa dunia hii. Haleluya. Hicho ndicho tunatakiwa tujue, ya kwamba ufalme aliouleta sio wa dunia hii. Japokuwa watumishi wa sasa wanataka kutuonyeshea, wanaenda mpaka na vimulimuli mbele na pikipiki nyuma ili tuone ufalme ni kama wa dunia hii. Yesu hakwenda namna hii. Alikuja kisimple, lakini bado alikuwa ni mfalme. Bwana asifiwe. Hata wewe hapo ulipo ni mfalme. Sema mimi ni mfalme. Sasa mtumishi, hujui tu, hata kodi ya nyumba sijamalizia, lakini sema mimi ni mfalme. Mtumishi, ninadaiwa, sema mimi ni mfalme. Haleluya. Hata Yesu kuna siku alidaiwa kodi. Petro akasema wanadai kodi yao. Akamwambia, watoto wa wafalme wanalipaga kodi? Petro akasema hamna, hawalipagi. Petro akajua tu sasa hivi atalianzisha hapo. Akamwambia, lakini tusiwakwaze, wape kodi yao ya nyumba
hata wakikudai, wakikutukana, tafuta namna, lipa madeni yao, lakini haituondoi kwenye ufalme. Haleluya, haleluya. Maana ndio shetani huwa analeta machangamoto. Sasa haya, sasa kama si ndio nyinyi mnajiita mfalme, tuone sasa utoke na ufalme wako. Alimjaribu hata Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mikate. Na njaa imeuma, geuza haya mawe ya mikate. Akasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwenye kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Mungu aseme. Bwana asifiwe. Unapopita kwenye changamoto mbalimbali, muulize Mungu, muulize Mungu. Haleluya, haleluya. Dada yangu pale alikuwa anapitia changamoto nyingi mpaka kichwa kikawa kinataka kuchanganyikiwa. Alipokuwa ametulia, anasema alisikia sauti ikimwambia, mtafute mtumishi wangu, ana majibu yako. Bwana asifiwe. Hebu tupungie mkono. Haleluya, haleluya, haleluya. Saa 12 asubuhi nakuta ananipigia simu. Nikamwambia twende kule TANESCO. Kuna majibu. Bwana asifiwe. Wanaweza kupika hapa, ni vizuri kupika. Na kweli wamekutana na majibu yote, tiki 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 tiki. Haleluya, haleluya. Kwanza nataka tuwe tunakupangia hapa vipindi, wakati mwingine wewe unakuja kwa ajili ya kufundisha. Haleluya. Tutaongea vizuri. Haleluya. Tukamaliza Bible school, kapokea degree yake. Alafu naambiwa na wachawi, hakuna utahubiri wala kufundisha, ubaki hapa hapa ndani. Majibu yamekwisha, tumewasambaratisha. Haleluya, haleluya. Huyu ndio Mungu tunamwabudu. Na mama yangu hapa, kumbe ni mwimbaji mzuri, wakatoka wamfungie kule eti akae ndani. Amefungwa mamipira kuanzia huko mpaka huko, unatembea kama vile, jamani, kama robot. Hakuna kitu ya namna hiyo. Leo anaimba mapambio yake hapa. Haleluya. Na nasema kila mtu lazima atumike. Bwana asifiwe. Tutajitahidi tuwe na muda mzuri wa kumtumikia Mungu. Haijalishi tuko watu wangapi. Mungu hata kuuliza ulipokuwa unaimba walikuwa wamejaa watu 1000 ngapi? Ulikuwa kwenye stadium gani? Yesu yuko kisimani anapiga injili ile ile. Haleluya. Ana watu 5000, hapunguzi hata dozi anawapa. Haleluya. Kuna kipindi alifunga safari, akakodi boti na nusu livunjike njiani, akaenda kwa ajili ya mtu huyu mmoja, akafungua pepo, wakamwambia hatukutaki kwenye huu mji, ondoka kwetu. Sema hata kama mmenifukuza, lakini pepo ametoka, akarudi zake. Haleluya, haleluya. Mimi nakwambia usitafute kutrendi kwamba ulikuwa na watu wangapi. Hakuna shida, wakukatae, wakutimue, toa pepo. Haleluya, haleluya. Wanaonyesha show za pepo waache waonyeshe show zao, lakini sisi kwa kidole cha Mungu tutazitoa pepo. Haleluya, haleluya. Sasa nataka nikuambie, Yesu hakuleta dini yoyote. Wenye dini mpo? Lakini Yesu hakuleta dini yoyote. Hivyo ni kama vyama vya siasa, ni kama magrupu. Bwana asifiwe. Yesu alichokuja kukitafuta mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anatafuta mtu atakayemwabudu katika roho na ukweli. Usijidanganye wewe mwenyewe kwa sababu ya sifa ambazo umeziqualify kwenye hiyo dini yako. Dini itaangalia bahasha yako vizuri,
anauzulia nani seli, analipa zaka, watatiki kwa standardi zao. Nasema huyu ndio Mkristo bora. Nasema hizo ni za hapa duniani, na kweli kukuzika watakuzika. Uko tayari kuzikwa? Lakini kuna sifa usipokizi vigezo hawakuziki. Na dini hawakuziki. Sasa wengi wana hofu kwa namna hiyo, lakini Yesu hizo story hakuleta, alizikuta dini na akaziacha. Haleluya! Sasa nataka nikwambie kitu ambacho Yesu alikileta, na hakikisha unakizingatia. Bwana asifiwe. Cha kwanza ni Mwanzo 1:26. Yesu, Baba na Roho Mtakatifu walikuwa na kikao mbinguni. Haleluya! Wakasema, Bwana, huku mbinguni tunataka tufungue tawi lingine duniani, awepo mtu kama sisi. Bwana asifiwe. Ni kama Waingereza kule walipokuja kutembelea huku Afrika, wakakuta pazuri sana, wakasema, Bwana, hebu tuchukue ardhi ya Tanzania, Kenya, vitu vyetu vingine tuvihamishie kule. Wakatengeneza ukoloni wao, tukawa wakoloni. Sasa na mbinguni wakataka wafungue koloni lake hapa duniani. Bwana asifiwe. Wakasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Haleluya! Ndipo ukatokewa wewe na mimi. Bwana asifiwe. Nakumbuka tuliumbwa kabla ya misingi ya dunia. Mwambie mwenzako, zamani ulikuwaga mbinguni wewe. Ukumbuki tu. Na siku moja utarudi kule. Au utaenda kutoa mahesabu kwamba tulikutuma duniani, ulifanya nini? Ndio utakumbuka mitaa yote ya mbinguni. Si nilikuwa naishi mtaa huu? Si nilikuwaga hapa? Zamani sisi tulitoka mbinguni. Ni tu ulipokuwa mchanga, ndio maana ukikuta katoto kachanga kanacheka peke yake tu. Kanajua stori za huko. Hii sasa kakitokeza tu duniani, mbona vinakujaga kwa hasira sana. Na kisipo weka kofi moja la mgongoni, nimekuja kwa mijitu gani? Nakuta jitu lingine nasema mimi ndio baba yako. Kile sema mama yako. Lakini umekuja kwa staili hiyo. Ndio maana Yesu alipokuja duniani, kumwambia mama yako anakutafuta. Ambia, we, mama yangu nani? Ndugu zangu nani? Ni hawa wanaolisikiliza neno langu. Haleluya! Hapo alikuwa anaongea kiroho. Bwana asifiwe. Sasa alipokuja, lengo lake lilikuwa nini? Waliposema katika Mwanzo 1:26, tuumbe mtu kwa mfano wetu ili akamiliki na kutawala. Haleluya! Ndio lilikuwa lengo la mbingu kukuleta hapa duniani, umiliki na kutawala. Haleluya! Kila eneo. Lakini ukifuata maelekezo ya wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe. Lakini hapa duniani mwanadamu akajichanganya, akajiongeza, akakutana na shetani, akaasi maagizo ambayo Mungu alimwambia, tawala vyote, lakini mti huu usishughulike nao. Kwa hiyo mabaya yalikuwepo, lakini hayakuwa na uwezo kwa mwanadamu. Mauti ilikuwepo, na Mungu akamwambia, siku utakapokula hakika utakufa. Tunaelewa jambo hilo lilivyotokea, ndio shida ya mwanadamu ikaanza. Yaani mwanadamu badala ya kuendelea kutawaliwa na Mungu, akajitafutia uhuru wake mwenyewe. Ajitawale mwenyewe, asiwe chini ya ukoloni wa Uingereza au wa Mjerumani, ajitawale mwenyewe. Sasa katika hali ya kujitawala mwenyewe, shetani ndio akakamata. Kuna falme mbili, upo falme wa Mungu,
uwepo wa shetani ndio ukamkamata mwanadamu, ufalme wa Mungu ukaondoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ikawa duniani ni shetani tu kuburuzana na mwanadamu. Mungu anachagua mtu, anashughulika naye, anamchukua Ibrahimu, anamchukua mara nani, na vurugu zilianza tangu mwanzo, Kaini na Abeli. Ndio maana Yesu anamwambia nyinyi ni watoto wa nyoka, wauaji tangu mwanzo. Unaona, mauaji yalianza pale bustani ya Edeni. Sasa Yesu afanye nini? Kaamua kuvaa mwili aje duniani aishi. Bwana asifiwe. Alipokuja duniani, tunaona injili yake ya kwanza, tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo alichokileta Yesu ni nini? Ufalme wa Mungu. Na maana ya ufalme wa Mungu, Mungu kukutawala. Bwana asifiwe. Mungu kukutawala. Na ndio maana hata walipomuuliza tunaombaje, tufundishe kusali, kwenye ile Mathayo 6:7 mpaka 10, alipowaambia tufundishe jinsi ya kusali, hakusema ambieni Mungu nataka magari, nataka nyumba, nataka ndoa nzuri, nataka mume, nataka mke. Akasema msali vipi? Mathayo 6:7. Haleluya. Anasema hivi, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Bwana asifiwe. Ufalme unajua unachokihitaji. Anasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Haya ndio maombi yako usiku na mchana, ufalme wako uje. Kama kuna hitaji unatakiwa kuomba wakati wote, mwambie Mungu, uhai ulionipa ninataka kukutukuza wewe. Sihitaji jina langu litrendi, sihitaji huduma yangu isikike kila mahali. Nataka jina lako litukuzwe. Haleluya. Ufalme wako uje. Mungu, wewe utawala wako uonekane, alafu mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kule mbinguni kuna mapenzi ya Mungu, kuna mikakati ya Mungu juu ya wewe kuwepo hapa duniani. Haukuja kibulebule, uliletwa duniani ukaambiwa duniani utafanya hiki na hiki na hiki. Ndio maana ukiangalia Yesu, kila kitu alichokuwa anafanya sema kama ilivyoandikwa. Kama Yesu aliandikiwa kila kitu atakachokifanya, hata wewe umeandikiwa kila kitu utakachokifanya. Kuna wengine wanasema kama umeandikiwa no, wewe ni no tu. Nasema mbingu haikuandika no kwa mtu. Haleluya. Kila mtu aliletwa duniani kwa kusudi. Ukuletea duniani kwa ajili ya no. Kuna jambo ambalo unatakiwa kulifanya hapa duniani. Bwana asifiwe. Unaona umechanganyikiwa, huna ramani, rudi mbinguni chapu. Fika mwambie Baba, nini kinaendelea? Ni nini kinaendelea hapa duniani? Na ndio maana Yesu akasema, si ilikuwa kila swali wanamuuliza, chochote kikitokea Yesu, tatizo limetokea Yesu, wakamwambia unatuachaje? Unatuachaje? Tunasikia tu habari, naondoka, wazee, unatuachaje? Akasema sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi mwingine ambaye yuko kama mimi, atawasaidia, awajulishe juu ya haki zenu zipi, maamuzi mfanye maamuzi gani, inaitwa hukumu, na dhambi ni nini, kipi ni dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akasema sitawaacha yatima. Kwa hiyo hatujaacha yatima, tayari yuko Roho Mtakatifu. Muulize maswali.
Bwana asifiwe. Maswali yoyote magumu ulio nayo muulize Roho Mtakatifu, ana majibu yako. Shida yako unajiuliza na kujijibu mwenyewe. Hii itakuwa ni kichomi, hii itakuwa ni pressure, hii itakuwa ni wanakuchezea. Kwa nini unajijibu? Muulize Roho Mtakatifu, hii kitu ikoje? Hii kitu imekaaje? Haleluya, haleluya. Yesu ni mwaminifu sana. Tunaona katika Mathayo 33. Kwa hiyo ombi letu kuu ni ufalme wako uje. Nimesema Mungu alituumba akatupa ufalme. Baada ya dhambi ikachukua ule ufalme, Mungu akaondoka, tukawa chini ya ufalme mwingine. Yesu alipokuja alirudisha ufalme wa mbinguni. Haleluya. Aliporudisha ufalme wa mbinguni akatuambia hata maombi yetu tuwe tunaomba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Uko kwenye ndoa, iwe ni hitaji lako. Uko kwenye huduma, iwe ni hitaji lako. Uko kazini, iwe ni hitaji lako. Uko shuleni, iwe ni hitaji lako. Kwamba niko hapa shuleni for one purpose, ufalme wa Mungu uje na mapenzi ya Mungu yatimizwe. Bwana asifiwe. Ufalme wako uje na mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kila kona unayokwenda wewe, lengo lako ni moja tu, sio nipewe mshahara mkubwa, sio nipewe hivi, sio na mimi niwe na nafasi. Hata kama ni mfagiaji tu, lakini mapenzi yako yatimizwe, ufalme wako uje. Kama unasafisha kiti cha bosi, atakapokaa hapa, mapenzi yako yatimizwe na ufalme wako uje. Awe na tunguli, akikaa atasikia mapenzi yake yatimizwe na ufalme wa Mungu uje. Utashangaa. Haijalishi umezungukwa na wachawi kiasi gani, lakini hitaji lako liwe ni moja tu. Danieli alikuwa katikati ya washirikina kule Iraki na Irani huko. Alikaa, lakini mpaka leo anaheshimika. Alikuwa chini ya wafalme watatu wote, na waliomdharau walipata cha moto: Mene, Tekeli na Peresi. Kwa hiyo haijalishi unazungukwa na watu gani, lakini kwa sababu tu lengo lako ni ufalme wa Mungu uje mahali hapo. Na Mungu hawezi kuleta ufalme wake pasipo mtu, kama vile shetani hawezi kufanya kitu pasipo mtu. Mwenye uhalali hapa duniani ni sisi wenye miili. Bwana asifiwe. Ila Mungu akitaka afanye kitu duniani anatafuta mtu. Shetani akitaka afanye kitu duniani anatafuta mtu. Wewe ambao umeokoka umeamua kutumiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sio kesi yako, Mungu anataka akutumie, uwe tayari. Bwana asifiwe. Ndio maana ukisoma ile 6 mstari wa 33 akasema, mbona mnahangaika sana? Tukianzia 25, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, wala miili yenu vae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Angalieni ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi ni bora kuliko kupita hao. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua anaweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la haya. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hamtazidi sana kuwavika ninyi, enyi wenye imani? Hatazidi sana kuwavika ninyi. Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Sijasema alisema msifanye kazi. Msisumbuke.
Kusumbuka ni ile hali ya kuhangaika, una paniki. Fanya kazi kwa raha. Tumikie Mungu kwa furaha. Anasema kwa maana hayo yote mataifa uyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mna mahitaji hayo yote. Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Haleluya, haleluya. Tafuta ufalme. Mungu umeniweka hapa kwa kusudi gani? Hata wakukoromee vipi kwamba tunakutoa, siondoki, yuko aliyenileta. Nyinyi mlisaini tu makaratasi, lakini yuko aliyeniweka kwenye eneo hili. Yeye akisema ondoka, ndio nitaondoka. Haleluya, haleluya. Mungu anasema tutafute ufalme na haki yake. Haki yake maana yake fanya chochote kwa kuelekezwa na Mungu. Usifanye kwa sababu umekasirika au kwa sababu ya hasira. Fanya kwa sababu Mungu kasema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Kwa hiyo tunaona Yesu alichokileta ni ufalme. Kwa hiyo kazi kubwa tulionayo ni kuutafuta ufalme. Unautafutaje ufalme wa Mungu? Mathayo 5:3. Mathayo 5:3. Usifikiri kwa sababu ni ufalme wa Mungu vinakuja tu ize. Lazima. Anasema heri walio maskini roho, maana ufalme wa mbinguni. Unahitaji ufalme wa mbinguni, unatakiwa uwe maskini, uwe muhitaji mambo ya rohoni. Ndio maana ya maskini, muhitaji mambo ya rohoni. Unafika mahali unasema sifanyi chochote, hata kama nina hela milioni ngapi ziko hapa, pasipo Roho Mtakatifu kuniambia nini cha kufanya, acha zikae. Bwana asifiwe. Huo ndio umaskini wa roho, ya kwamba bila wewe mimi siwezi. Roho Mtakatifu hata kunyanyua hatua moja sithubutu kama wewe hauko pamoja na mimi. Unakuwa dependent, unamhitaji kuliko kitu chochote. Kama Musa jua umuhimu wa Roho Mtakatifu, akasema uso wako usipokwenda nami sitoki hapa. Bwana asifiwe. Huu ndio umaskini wa roho. Ukienda namna hiyo, ufalme wa mbinguni ni chochote unachokifanya kipo ndani ya ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitu kingine ili kuupata ni toba. Ukisoma Mathayo 4:17 anasema tubuni, kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Ili ufalme wa Mungu uoperate kwenye maisha yako, tubu. Wengi wamekuwa wanajidanganya kwenye nafsi. Ametenda dhambi, anataka aonyeshe tu kwamba yeye bado ni mtumishi, yeye bado anasikika, yeye bado yupo. Mimi nakwambia ili ufalme wa Mungu uingie kwako ni toba. Na nini maana ya toba? Ni kugeuka, kuacha kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kurudi kwenye kusudi la. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Hicho ndicho kinahitajika kwenye maisha yetu ili tuweze kuupata ufalme wa Mungu. Cha kwanza nimekwambia uwe maskini roho, uwe unamhitaji Mungu kuliko chochote. Haleluya. Alafu toba, maana ukiwa unamhitaji Mungu atakufunulia, atakwambia una shida hapa, hapa pana tatizo hili. Mwambie Mungu, niko tayari kuuza vyote nilivyo navyo nikufuate. Sipo kwa ajili ya kulinda status yangu kwamba watanielewaje. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo
Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tukisoma katika Matendo ya Mitume. Haleluya. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, tukianzia ule mstari wa 3 au wa 2. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Yesu alikaa siku 40 kabla hajaondoka, baada ya kufufuka. Unaona ndio hiyo nasema angeweza kuitisha ndani ya siku 40 angeitisha mikutano mingapi baada ya kufufuka? Lakini aliwanyookea wanafunzi wake, kwa sababu lengo la ufalme ilikuwa kwa ajili ya waliompokea. Ni hiari ya mtu, sio lazima. Bwana asifiwe. Hakuwang'ang'aniza. Kwa hiyo ilibidi awanyookee wale ambao aliwaandaa kwa ajili ya ufalme, na wewe ni mmoja wapo. Bwana asifiwe. Anasema baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40. Na hizo siku 40 alikuwa anawaambia mambo gani? Na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Hakwenda kwamba sasa nenda mkasajili, dini yetu itaitwa hivi na hivi. Akawa anawaambia mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Haleluya. Alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Maana alichokuwa nakiongelea kilihusu mambo ya ufalme. Nao swali wanamwambia, hivi ndio wakati wa kurudishiwa ufalme? Yesu akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kama umekwisha kuupata ufalme wa Mungu, kitu unachokihitaji kuliko vyote ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Tunamhitaji sana Roho Mtakatifu. Tusimame. Tutaenda mbele za Mungu kuonyesha kiu tulio nayo kwa ajili ya ufalme wa njaa tulio nayo. Ninajua ungepumzika nyumbani kwako leo, tembelea marafiki zako, lakini umekuja hapa kwa sababu tu unataka ufalme wa Mungu uonekane kwenye maisha yako. Alafu na kuomba toba. Maana ya toba ni kurudi kwenye standard yako, ni kurudi kwenye ile nafasi ambayo Mungu alikusudia uwe. Bwana asifiwe. Twende mbele za Bwana. Mwambie Mungu, nakushukuru. Nimekuja kwako, nina kiu na onyesha umaskini ulio nao kwake. Kwamba mimi siwezi bila wewe Bwana. Siwezi chochote. Usionyeshe jinsi unavyoweza kama yule Farisayo. Mwambie Mungu, siwezi chochote. Hata nilichokifanya ni kwa neema yako tu. Vyote nilivyo navyo ni wewe Bwana. Na kutegemea wewe peke yako Bwana.
Nahitaji msaada wako Bwana, kama mtoto kifuani mwa mama yake. Faraja yako tu ndio tumaini langu Bwana. Nakuhitaji Mungu, nakuhitaji Mungu. Maskini ni muhitaji, mwambie Mungu nakuhitaji. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wa kwao. Unataka Mungu atawale, unataka Mungu awe kiongozi wako, unataka Mungu awe ndio mshauri wako, unataka Mungu ndio akuelekeze kila jambo. Usiende kijiwaji, mwambie nakuhitaji, nakuhitaji, nakuhitaji. Alisema kupitia Yeremia, mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, matumaini kwa siku za baadaye. Haleluya! Mungu amebeba mawazo yako, amebeba mipango yako, amebeba makusudi ya wewe kuwepo hapa duniani. Mtafute, anasema mtakaponitafuta kwa moyo wote mtaniona. Mtakaponitafuta mtaniona. Ukipuuza ukasema mbona naweza tu, mbona naweza tu, atakuacha ufanye kwa njia zako. Mwambie Mungu, mimi siwezi bila wewe Bwana, siwezi neno lolote bila wewe Bwana. Nakuhitaji ufalme wako, wewe ndio unitawale. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kupitia mimi. Nisifanye mapenzi yangu, nisifanye ninavyovitaka mimi, nisifanye ninavyojisikia. Ndio maana yule tajiri aliambiwa, ukitaka ufalme wa Mungu uza vyote ulivyo. Maana alikupeleka tu, Mungu nataka hiki, Mungu nataka hiki, pe hiki, nina hiki. Enda mbele za Bwana. Mungu za dunia kwa ajili ya watoto, kwa hizi mali nataka zitumike kwa nini? Riko lobos sete zomondolobokota. Kila nilicho nacho ni cha Mungu, vyote nilivyo, akili nilizo, uwezo nilio nao, vyote nimepewa na lazima nielekeze Mungu. Mungu nielekeze, Mungu nielekeze, Mungu nielekeze. Nakuhitaji Bwana, nakuhitaji Bwana. Ni kweli kwa maamuzi ya kufanya chochote ninachotaka, lakini nahitaji hekima yako. Kama Daudi aliwazo ya maneno ya kinywa changu, apate kibali chako Bwana na Mwokozi wangu. Nahitaji kibali chako kwenye maisha niliyo, nahitaji kibali chako. Mimi ni mhitaji, mimi ni mhitaji kwako Bwana. Rimokolobo sana sekepetete kosekete. Kitu kingine kinachosababisha tupate ufalme, toba. Toba ni kugeuka, toba ni kugeuka, kuacha kwenda kinyume na Mungu, kurudi kwenye mapenzi ya Mungu. Sijui umekuitia, sijui Mungu anataka ufanye nini kwenye mapenzi yake, mapenzi yake. Nataka nirudi mapenzi yangu. Kuna kitu tia, kuna jambo tia kwa damu ya Mungu. Nalitaka hilo jambo, nataka hayo maisha, nataka hizo njia, hizo niziishi Bwana wangu. Ropromoko sendelebeta donomo indele tanaza zomon kondorota donomo site zimetenika lama kato donomo kolobo tepetenika makala promosondolo tanakamoko ketete. Tubu Bwana, ninatubu Bwana, chochote nilichokifanya kinyume na mapenzi yako, chochote nilichokifanya kinyume na mapenzi yangu. Nisijidanganye kwenye nafsi yangu, nisijidanganye kwenye nafsi yangu, nisijidanganye kwenye nafsi yangu, nisijidanganye yangu, nisijidanganye yangu. Ropokotata. Baba nipe ukweli, Baba nipe ukweli, Baba nipe ukweli, kama ulipofunua ukweli kwa Daudi. Nipe ukweli Bwana, nipe ukweli Bwana, nipe ukweli Bwana, kupitia ndoto, kupitia neno. Sema Bwana,
nami katika jina la Nazareti. Romo sitete dono mokolomo te taman tata kalibe o sitenikaba rama sitoto domonteleme kika sendeliba. Baba wewe, Baba wewe jari boto nomo seketete romo sepete kunzi. Kaeni mjini, kaeni mjini, kaeni mjini, kaeni mjini. Kozataha nakaa kwenye uwepo wako, nahitaji zako Bwana, jue na kutembea, nahitaji nguvu zako Bwana, jue jinsi ya kuhubiri, nahitaji nguvu zako Bwana, niwe shahidi wako, niweze kukuwakilisha, niweze kukuwakilisha Bwana popote napokwenda. Kana wako nataka niwe agenti wako Bwana. Kazi yangu kuwafungua watu, kazi yangu iwe kukuwakilisha hapa dunia. Bwana, Bwana, bila wewe siwezi. Bwana, Bwana, bila wewe nakuhitaji Yesu, nakuhitaji Bwana, nakuhitaji kimbilio langu, nakuhitaji msaada wako. Beria ondolo sakamante tonomo chandalawata zoporomo kondeta omo kolobo kontakata rimo sende. Asante Bwana, Bwana the Alpha na kila kitu kwangu katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya siku hii, barikiwe na kutukuzwa mwamba katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Bwana tuhudumie vizuri kwa utukufu wake. Haleluya. Kwenda Mungu, asante kwa ajili, asante tendo makufanya mapa, asante kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikifika mahali pa tolea Yesu Kristo wa Nazareti, kila siku ambayo Bwana watoto wako wanatoa kwenye ufalme wako, kawe sababu kafunguke ilisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako Bwana simpungukie kila mmoja, simwache kila mmoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu zote za giza ziachilie uchumi wao, nguvu zote za giza ziachilie baraka zao kwa damu ya mwana kondoo. Ni katika jina la Yesu wako kaonekane ndani ya uti wa Bwana wanaomika, kawa ni kipindi cha mavuno kwao. Vyote walivyopanda kuanzia Januari, Februari, Machi hii waingie katika msimu wa mavuno kwa damu ya mwana kondoo. Kila mmoja akapokee mavuno yake kwa damu ya mwana kondoo. Chochote alichokipanda, popote alipowekeza, kwa damu ya mwana kondoo. Naenda kinyume na kila nguvu zuia keo yake, inayozuia mavuno yake. Chochote alichokusudia kuvuna kianze kuonekana sasa kwenye hii kota nyingine ya mwezi wa 5 na wa 6, miezi ya mavuno yako kwa damu ya mwana kondoo. Nenda kapokee mavuno yako, nenda kapokee baraka zako, nenda kapokee majibu yako kwa damu ya mwana kondoo. Kila roho ya upinzani inaikataa kwa damu ya mwana kondoo. Kila kizuizi kinachozuia neema zako zilizoachiliwa ili zifikie kwa damu ya mwana kondoo. Kama ni promotion pokea, kama ni majibu yako pokea, kama ni mazao yako pokea kwa damu ya mwana kondoo. Popote penye biashara ianze kuchipuka sasa, ianze kutoa matunda yake. Chochote ulichowekeza kwa damu ya mwana kondoo, anza kukipokea sasa, anza kukipokea sasa. Mara mia, mara mia, mara mia, mara mia, mara mia kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninaombea
wote wanaotoa kwa ajili ya hii, wanaotoa kwa ajili ya hiyo tamani tenda kazi mwezi wa 7. Mungu mtakatifu, kila mmoja, kila mkono wa mtu anayetoa kwa ajili ya jambo, simwache. Ukafungue madirisha, ukafungue milango kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ukamkumbushe kila mmoja ya kwamba nimebariki hiki ni kwa ajili ya jambo fulani, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Asiwepo wa kupuuza, asiwepo wa kusahau, asiwepo wa kudharau. Neema yako ikawe pamoja na katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ukafuatilie kila mmoja uliyemwandaa kwa ajili ya kazi hii. Ninajua nao watu uliowatenga maalum kwa ajili ya jambo hii. Sema nao kwa njia ya ndoto, sema nao kwa njia ya neno. Wakumbushe kupitia hii sauti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninawaita popote walipowekwa, kwa damu ya mwana kondoo, waliofichwa kwenye misitu, waliofichwa kwenye vyumba vya giza, wanatoka. Waliowekwa makaburini, sasa kila nafsi iliyokamatwa katika ulimwengu roho, achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Wanatoka sasa, wanatoka sasa, wanatoka sasa, wanatoka sasa, wanatoka sasa. Malaika wafuatilie kila kona, na wajua ambao wameandaliwa kwa kusudi la mahali hapa. Watolewe sasa, watolewe sasa, watolewe sasa, watolewe sasa kwa damu ya mwana kondoo. Walio kwenye magonjwa, toka huko. Waliokamatiwa uchumi wa, tolewa. Walioshikwa mikono yao, waliofungwa pingu kwenye mikono na miguu, katika sasa, watoke, watoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana, asante Alfa na Omega. Wewe ni Mungu, kuna Mungu kama wewe, na katika wewe tunashinda zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Shangilie Bwana kwa matendo makuu, kwa matendo makuu. Kuna vitu vinaanza kutokea kwenye maisha yako, kuna vitu vinaanza kutokea kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Kama alivyofufuka, mambo yanakwenda kufufuka tena. Haleluya. Kwa tuma kupitia 09. Bariki sana 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 katika kanisa